Yes, asante sana kwa kuendelea kushiriki na mimi kwa mara nyingine tena kwenye chakula chetu cha ubongo ambacho tunalishana kila itwapo leo pale unapofungua YouTube au pale na ambapo nimeweza kuweka kile ambacho nahitaji kukuletea, basi na wewe unakuwa tayari kabisa kupokea na kuweza kukifanyia kazi. Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nami kwa muda wote ambao unapokuwa online, basi unakuwa pamoja na mimi, tunakuwa tunaenda vizuri. Ubarikiwe sana wewe ambaye tayari unanitazama kwa wakati huu na ambaye umekuwa ukifuatilia series yangu hii ambayo nimeiandaa katika kukupa njia sahihi za kuweza kufikia kwenye mafanikio ambayo nakusudia kwenda kuyafikia. Mimi naamini kabisa wewe ndugu yangu utarajii kufa masikini, utarajii kufa ukiwa fukara, utarajii kuzeeka ukiwa tayari uko kwenye maisha ya kuombaomba, watoto wahangaike huku na kule kwa ajili ya kuja kukulea. Lakini naamini kwa kupitia njia hii kuna namna tunaweza tukatengeneza kitu ambacho kitapelekea hata kwenye uzee wako uzeeke ukiwa tayari umejiwekezea vitu mbalimbali ambavyo vitakuja kufanya jamii ijivunie kuwa baba bora au mama bora ambaye unanitazama wakati huu. Kwenye episode ya kwanza tuliweza kuzungumzia kuhusiana na namna ya kuweza kutengeneza nafasi ambayo itakupa heshima, uthamani na upekee, lakini hata nafasi ambayo itakutengeneza hata utakapolala chini ya ardhi, basi uache jina lako likiendelea kuwepo juu ya ardhi na thamani yako na kumbukumbu yako isipate kufutika, kama ambavyo umeitwa duniani kwa kusudio la mfano wa Mungu. Kama vile ambavyo Mungu hatumuoni lakini tunaendelea kumwabudu na kumsujudu kila siku kulingana na yale ambayo ameyafanya kwenye dunia hii, ndivyo ambavyo wewe alivyokuleta kama mfano wake, unatakiwa unapolala chini ya ardhi bado uendelee kuwepo na kile ambacho umekiacha watu waendelee kukifuata na kujifunza na kuendelea kutengeneza maisha yao kupitia kile ambacho uliweza kukiacha. Hicho ndio kusudio hasa ambalo tunakusudia kulizungumzia kwenye channel yangu hii ya Megamind TV. Mungu akubariki sana. Kwenye episode ya pili tukazungumzia pia, tukaona namna gani ya kuweza kufikia kwenye ile kusudio la wewe kuweza kutengeneza nafasi kwenye dunia hii, na nikasema kwamba hatua ya kwanza kabisa ni kutambua kipaji chako. Karama au kipaji ndio kitu pekee kabisa ambacho ni elimu pekee kabisa ambayo Mungu ameiweka kwenye kichwa chako au umejifunza kabla hujaje duniani kwa ajili ya kuja kuifanyia kazi sasa kwenye hii dunia mara baada ya kuzaliwa. Hiyo ndio pekee kabisa, na nikasema kwamba watu wengi wamekuwa wakikazania sana maisha yao kwenye elimu ya duniani na kuona kwamba hiyo ndio sehemu pekee ambayo anaweza kupata fursa ya kutengeneza thamani yake kwenye hii dunia, lakini ukweli wa Mungu kabisa, kitakachoweza kutengeneza thamani yako ni karama ambayo Mungu amempa kila mwanadamu ambaye amekuja kwenye dunia hii. Ana karama yake. Pengine wewe unaweza ukajiona huna karama kwa sababu hujajichunguza na ukaona kwamba kuna kitu ambacho unacho, na nikasema kabisa ili uweze kujitambua karama yako ni nini, kuna namna ambayo kwenye nafsi yako unajiona unahitaji kufanya kitu kwenye jamii na jamii ione nafasi yako kupitia kile kitu. Haijalishi kitakupa maslahi au hakitakupa maslahi, lakini kwenye nafsi yako unawiwa na unavutiwa sana, na pale unapokifanya unajisikia raha kwenye nafsi yako. Hiyo ndo karama ambayo nilikuweza kuizungumzia. Lakini nikasema jambo la pili ambalo unatakiwa kuwa nalo ni akili. Yaani mara baada ya kujitambua karama yako ni nini, sasa unatakiwa uwe na akili ambayo itakupa maono na namna ambayo utaitengeneza ile karama yako iweze kuja uweze kujionyesha kwenye jamii ambayo inakuzunguka, lakini pia iweze kukupa maslahi ambayo unatakiwa kuyapata kupitia hiyo karama. Kwa sababu unaweza ukawa na karama ndio ya mpira, lakini kuna namna ambayo kuna namna ambayo akili inakuongoza namna gani utatumia ile karama yako au kipaji chako cha kucheza mpira kuweza kutengeneza connection na watu ambao wanaweza kufikisha kwenye kusudia ambao unakusudia. Hiyo ni akili. Sasa unaona, ni mwanamuziki, una namna gani ambao unaweza kufanya connection au kutengeneza au kukutanisha na watu ambao wanaweza kufikisha kwenye ile kusudia ambao unakusudia kufika. Ni akili ambayo inatakiwa itumike. Kuwa na karama ni jambo moja, lakini akili ndio itakayoiongoza ile karama kwenda kufika kwenye ile hatua. Kwa hiyo lazima uwe na akili ambayo wakati wote inawaza ni namna gani ambayo itapeleka ile karama ulionayo kwenye hatua ambayo unahitaji kwenda kuifikia. Usiwe tu na akili ya kujua tu kwamba mimi najua kufanya hivi, ukarelaxi, ukajivunia kwamba kwa vile mimi najua kucheza mpira basi nitafuatwa na nini. Hapana, lazima uwe na namna kutengeneza mbinu ya kuonyesha kwamba hichi ninachokifanya
hapa nilipokifanya nimeshafika kwenye hatua moja, natakiwa sasa nitoke hapa niende. Yani wakati wote, kila wakati mwingine unakaa unawaza, hata usiku wa manane unakosa usingizi wa kwamba hii karama nilionayo ni namna gani itanitoa kwenye ngazi hii nilionayo kwenda kwenye ngazi inayofuata. Yani kabla sijapata mtu ambaye anaweza kanishika mkono na kuniongoza, ni akili. Kwa hiyo lazima uwe na akili ambayo inachaji wakati wote. Usiwe na akili tu ya kuamka kuwaza mapenzi, kuwaza sijui kwenda kushabikia mpira, kuwaza sijui, yani akili yako wakati wote iwe inachanganua kutoka kwenye hatua moja ya nafasi ambayo umeitengeneza kwenda kwenye hatua nyingine. Ndicho ambacho unatakiwa ukifanyie kazi siku zote. Ukiweza kuwa na akili namna hiyo, basi na ukaweza kutambua kipaji chako, basi kuna kitu kimoja kikubwa sana ambacho unaweza ukakifanya. Kitu cha tatu ambacho natakiwa kuwa nacho pia, baada ya kupata hiyo talanta na kuwa na akili ya kuona ni namna gani ya kuweza kuitumia, hatua tatu inayofuata ni nafsi au roho au moyo. Uwe na moyo wa ushupavu, moyo wa ushujaa, moyo usiokata tamaa, moyo ambao unakuonyesha pale ambapo unahitaji kwenda kufika na unakupa shauku ya kufika. Kwa sababu unaweza kaona pale unapotaka kwenda kufika, lakini moyo ni dhaifu. Yani mtu akikukosoa kidogo, mtu akikukatisha tamaa kidogo, basi unarudi nyuma, unaanza kufikiria watu wanaokukosoa, unaanza kufikiria watu wanaokukatisha tamaa, unaanza maisha akikuyumbisha kidogo, umekosa hela ya kula siku hiyo, tayari moyo wako unaanza kuonyesha kwamba hichi unachokifanya hakuna kitu, kwa nini umeshinda na njaa leo? Ukishakuwa na moyo wa namna hiyo, ndugu yangu, hata kama una karama na hata kama una akili ambayo inakuonyesha wapi ambao unataka kwenda, lakini hauna moyo wa uvumilivu, lazima uwe na moyo ambao unajua kabisa, moyo ambao utakupa imani ya kuona kile ambacho unakifanya na ikupe hamu ya kuweza kukufikisha pale ambapo unahitaji kufika. Maana yake kwamba moyo ukiwa unakupa shauku ya kufika pale na akili inaendelea kusimamia picha ile ambayo unaiona kwenye nafasi ambayo unatakiwa kuwa nayo, maana yake kwamba hakuna binadamu yote ambaye atakuyumbisha. Hakuna mtu yote ambaye atasema chochote juu ya kile ambacho unakiamini na ukarudi nyuma. Utaenda mbele. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, uijue talanta yako, kitu gani ambacho umekusudiwa kuja kukifanya hapa duniani. Alafu kisha kwa hivyo uwe na akili ambayo itakuonyesha kupitia hiyo talanta wapi unatakiwa kwenda kufika na namna gani ya kufika. Alafu cha tatu ni moyo au nafsi yako iwe tayari kuamini kile ambacho akili imekupa kwamba kitakwenda kutimia. Ukishakuwa hivyo, basi unaweza kufika pale kwenye kusudi ambalo unatakiwa kufika. Kitu cha nne na cha mwisho ambacho naamini kikiungana na hivi vitu vingine vyote ambavyo nimeweza kuzungumzia ni mwili wako uwe wakati wote unawasha kwenda kufika kwenye kusudio. Usiwe mwili wa kivivu, yani usiwe mwili ambao pale unapowaza na nafsi inapotaka uende, basi mwili unakataa, unasema mimi bwana leo sijisikii sana, naona kama leo mwili haunipi. Yani ukiwa una mwili wa kujisikia uchovu, wakati mwingi utachelewa sana kufika kwenye maono ambayo unakusudia kufika. Kuwa na mwili ambao wakati wote hautamani kupumzika isipokuwa mpaka umetimiza kusudio. Yani mwili ambao unatamani hata kama ikifika ni usiku, unatamani uendelee kufanya kazi usiku na mchana, ili mradi upumzike pale ambapo kusudio litakuwa limekamilika. Lakini kusudio halijakamilika, mwili wakati wote unawasha na unachangamka kuweza kufika kwenye kile ambacho unakusudia kwenda kukifikia. Mwili wako ukiwa shupavu, usivyo legelege, na ukiwa hauna mwili ambao hauhitaji kupumzika, yani unafanya jambo lakini unafanya huku unafikiria ni muda gani ambao utamaliza ili ukapumzike, ndugu yangu, utachelewa sana. Kuwa na mwili shupavu, mwili wenye nguvu, mwili ambao unahitaji wakati wote kabla kusudio halijakamilika, hauhitaji kupumzika, utafika kwenye kusudio. Kwa hiyo cha kwanza ni talanta, cha pili ni akili kichwani, lakini moyo wenye uthubutu, nafsi yako iwe na imani ya kile ambacho unatakiwa kukifanya na ukione, na mtu mwingine yote asiweze kukurudisha. Cha tatu ni mwili ulioshupavu, mwili ambao hauhitaji kupumzika mpaka uhakikishe kwamba umetimiza ile kusudio. Utaweza kabisa kufika kwenye ile kusudio ambalo unakusudia kufika, ile nafasi ambayo unatakiwa kuitengeneza kwenye hii dunia. Mungu akubariki sana. Kwenye episode inayofuata nitakuja kuelekeza mambo gani sasa baada ya hivi ambavyo umeweza kuvitengeneza, ni njia gani ambayo unaweza kaitimiza au hatua gani ambazo unaweza kuzifuata kuhakikisha kwamba unafika kwenye kile kilele cha nafasi ambayo mimi naikusudia uweze kuitengeneza kwenye dunia hii, na uweze kuacha alama pale utakapolala chini ya ardhi, jamii au taifa au dunia iweze kutambua mchango wako kwenye hii dunia. Mungu akubariki sana. Tuendelee kuwepo sote. Wewe unachotakiwa ni kusubscribe tu hapo chini, ili pale ninapodondosha haya madini, basi na wewe tayari unakuwa
umeweza kuona kwa mara ya kwanza kwa haraka na kuweza kufuatilia kile pale ambapo tunaendelea kupeana hizi habari. Ubarikiwe sana, na kwa niaba ya director wangu Imani Lucas, bila kumsahau mdhamini wangu Pastor Philip Mbasha, Mungu awabariki sana kwa kuendelea kwa pamoja nami. Tukutane kwenye episode inayofuata. Amina. Barikiwe sana.